when the price was announced by IPRA, suddenly the fuel was available in the country, which means they have been hiding the fuel, and they have created. So we want to call out the IPRA, the Ministry of Energy, CS, and also the Competition Authority of Kenya. Don't leave Kenyans to this ukora of fuel hoarding or fuel artificial shortage in the country. And we hope when we'll reduce, and we want to appeal also to the Association of Matatu Association. Imepanda. Vile mimi ningemwambia Mheshimiwa Rais, hii taxes na revenue ile pesa yote wanaweka kwa mafuta watoe, ndio watu wetu waweze kununua mafuta kwa bei rahisi. Kwa sababu vijana wa bodaboda wataanza kupata shida. Wenye magari transport, wenye matatu sasa wataanza kupandisha fare. Na watu hawana pesa. Kwa hivyo hii levy ya mafuta wa jamani itolewe. Any taxes ya mafuta itolewe. Kwanza watu wetu wa breathe. Kwa sababu kutoka wakati wa COVID tumekuja maisha gharama imefanya nini? Imepanda. Sasa saa hizi ona vile wameongea hapa, mafuta, bei ya mafuta imepanda juu. Juzi walidanganya kwamba wamepunguza ushuru kwa mafuta, wakapunguza kidogo, lakini vile wameongeza bei ya mafuta, ile ushuru walipunguza, hata mafuta imekuwa ya bei kali kuliko vile ilikuwa na hiyo ushuru. Sasa hivi wanadanganya Wakenya, serikali imekuwa ni ya uongo, ya ukora, inadanganya watu kabisa. Na bei ya mafuta ikipanda, kila kitu inapanda. Sasa wewe kama ni president wa Kenya, Bwana Ruto, unaongeza bei ya mafuta, na vile uchumi uko mbaya namna hii, unaelewa Kenya wanakaa namna gani kweli? Hii umaskini anaelewa kweli? Maana kama unaelewa, kitu ya kwanza ni kucushion Kenyans against the adverse conditions of the economy ambayo sio mzuri. World economy all over. Hata America wana cushion watu wao. And first world. Lakini hapo na wakilia mwananchi aenda pambane na hali yake.